Tulichosema ni kwamba hatutaruhusu mtu yote kutoa maoni akiwa na nembo yoyote ya chama, lakini kutoa maoni yake yanaruhusiwa. So vile pia mwingine pia anaweza kuja na akasema kwa nini yeye anahisi kuwa yeye ni one term na sababu zake, na atuambie one term inachangia aje vijana kujiandikisha kuwa kadi. Atuambie one term zinaoana aje na kijana kutojiandikisha kuwa kadi. So tunaendelea vizuri, na mimi nikiwa kama speaker wa bunge hili nataka kuwafahamisha kwamba bunge hili si la watu walioko hapa peke yake. Bunge hili ni la watu wote. Kwa hivyo hata ukiwa hapo na uko na maoni pia unaweza songea na ukaongea, ukatoa maoni yako, na maoni yako yakanukuliwa na yakasaidia katika bunge hili, kwa sababu ni yetu ni kupata maoni kutoka nyanja na pande zote za Lamu. So next member please. Next member please, Washera kindly. Honorable members, thank you Honorable Speaker. Unaniona kweli? Mimi nashukuru sana kwa nafasi hii. Kwanza ni washukuru sana officers wetu wa IEBC ambao wamejitolea. Leo ni Jumapili ya tarehe 19, wakaacha shughuli zao na wakaja hapa kutusaidia katika kuhakikisha kila kijana ako kadi. Pia ningependa niwashukuru ofisa wa kitambulisho. Leo ni siku yake ya kupumzika, lakini amekuwa nasi hapa tangu mchana, na kwa subra yake nakushukuru sana ofisa wetu. Nashukuru sana because tumepata over 30 people ambao wamejiandikisha hapa, wamepata kadi. Si ni jambo nzuri? Thank you very much. Na kwa hivyo wale ambao bado hawako kadi, mnakaribishwa sana. Dada wa leo speaker ameuliza kwa nini vijana hawakui kadi. Wengine wamechoka. Kwa mfano kama mimi nimechoka na wanasiasa ambao sio viongozi. Nipe sauti ya mic. Nimechoka na ahadi ambazo hazitimizwi. Kila siku ahadi. Samahani. Kila siku ahadi bila kutimizwa. Hata wewe kila mtu akikwambia leo nitakuletea peremende haifiki. Kesho nitakuletea peremende haifiki. Kesho kutwa akikuahidi utamwamini kweli? Hivyo ndivyo wanasiasa walivyo. Kwa hivyo yule kijana ambaye anazidi kususia kuwa kadi, ningekuomba kama umechoka kama mimi kuwa na wanasiasa ambao sio viongozi, kuwa na wanasiasa ambao hawajali the next generation, kuwa na wanasiasa ambao wanajali tu the next election, wanakuwa carried by the wind. Wakisikia kuna kitu kigeni wana jump na hiyo na wanajitafutia tu maarufu na tumbo zao. Kama umechoka kwamba lami ya kwenu haijatengenezwa, kama umechoka kuona ndugu zako wakisoma kwa shule za udongo, kama umechoka kwenda hapa hospitalini alafu unaambiwa leo haifanyi, kama umechoka kama mimi, solution ni kuwa kadi. Na tuache kusema ati kura zinaibiwa. Sisi sote tukiwa na hiyo mentality, kwani hawa ni kina nani? Tafadhali tuondoe hiyo mentality kwamba kura zinaibiwa. Mimi nawahimiza tafadhali, kama unataka kuwa na kiongozi ambaye sio mwanasiasa. Mimi jamani nimechoka. Nimechoka na wanasiasa ambao sio viongozi. Nimechoka. Mimi sahi kiongozi ni sera na maadili. Hata mazungumzo yake nitaweka kwa debe, kwa sababu nataka awe role model kwa generation ambayo inakuja. Mtu mwingine hata ukamwonyesha picha ya kiongozi fulani, wacha nimuite mwanasiasa, atashangaa. Kwani mlikuwa mmepagawa mkimweka huyu mtu katika uongozi? Hana maadili hata kidogo. Jamani, kama tunataka viongozi ambao wako na maadili, tuhakikishe tuko kadi. Na watu wa IEBC wako hapa kuhakikisha tuko kadi. Thank you member. Asante. Thank you member. I want to make one directive that mtu yote ambaye anasonga hapa kwa address lazima address through the speaker. Lazima address through the speaker. Na hiyo ndio mpangilio ambao itakuwa hapa. So nataka ni peane nafasi kwa